Dr. Neva Mwambela ni mkurugenzi mtendaji wa Plant Biodefenders. Ni wazalishaji wa mbolea organic inaitwa Plantilishe. Mbolea hii ni muhimu sana katika mazao hasa ya matunda au ya horticulture, ikiwemo zao la parachichi, zao la nyanya na mboga mboga. Lakini inafaa sana kwa mazao kama mahindi, mpunga na ina ufanisi mkubwa. Na wakulima wanaotumia mbolea hii wanaisifia kwamba wanaongeza uzalishaji wa hali ya juu, lakini ina faida nyingi pia, kurutubisha udongo, kurutubisha mazao na haiachi mabaki sumu kwenye udongo. Imesajiliwa na TFRA na ina vitu virutubisho ambavyo ni muhimu sana kama carrageenan ambayo inafanya mimea iwe na hali nzuri, inafanya mimea ichipue upya. Nashukuru TFRA kwa huduma zao za usajili, lakini pia nashukuru kwa elimu na mafunzo ambayo wanatoa kwa kampuni ikiwemo Plant Biodefenders. Mpaka sasa zaidi ya wafanyakazi wetu 15 wamepata mafunzo namna ya kutengeneza mbolea, lakini namna ya kutoa elimu kwa watu wengine na namna ya kusajili vituo vya kuzalisha au kusambaza mbolea hapa nchini Tanzania. Ni huduma nzuri, ni ushirikiano mzuri, na mimi kama mkurugenzi wa Plant Biodefenders ninashukuru kwa ushirikiano huu. Lakini pamoja na mafanikio hayo, wito wangu kwamba hii ni mbolea imesajiliwa, ina ufanisi mkubwa, inapatikana kwa bei ndogo. Tunaomba na sisi tuwe sehemu ya ruzuku kwa wakulima, hasa hao ambao wanatumia organic na hata ambao hawatumii organic, kwa sababu inafaa kwa mkulima yoyote, haichagui. Hasa mazao ya mpunga, mahindi, maparachichi, wakulima wanahangaika sana. TFRA tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana, sio tu na wadau. Sasa niseme hata wadau wa serikali, kwa sababu kuna mbolea ambazo nyingine zinaweza zikatengenezwa kutokana na takataka kwenye miji. Kwa mfano, kuna uzoefu wa Magwepande, kanseli ya Kinondoni. Tumeanza utaratibu na TFRA kuona huo utaratibu unawezaje kuwafikia wadau wengine kama halmashauri wakaweza kutengeneza. Lakini na TFRA tunajaribu kuona changamoto zile, hasa wadau wa ndani kama Plant Biodefender, mbolea walizozitengeneza kweli ziwafikie wakulima. Sasa inawezekanaje? Swala la usajili, swala la kutembea nao pamoja. Kwa mfano kwenye 88 tumekubaliana na TFRA hao wadau basi zitangazwe kwenye 88, sio tu Dodoma makao makuu, lakini kwenye zoni zote kwamba hizi mbolea zipo na zimesajiliwa. Basi kwa namna hiyo tunaona kwamba itaweza kuongeza soko la hizo mbolea na kutatua zile changamoto wanazozipata. Na sisi kwa sababu tuna waratibu hao wadau wanaofanya hiyo kitu, basi tunatoa mrejesho kwa TFRA popote pale panapokuwa na changamoto za uzalishaji na kufikia masoko. Tuko katika viwanja vya Sabasaba ambavyo viko jijini Dar es Salaam, tukiendelea na maonyesho ambayo yanaendelea kuonyeshwa. Tumeweza kutembelewa na wadau wa kutoka taasisi ya TOAM ambao wanahusika na usimamizi wa mbolea hai, kwa maana wengine wanasema mbolea za asili, lakini kwa sasa kwa Kiswahili rasmi tunasema mbolea hai. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tunasema jukumu letu ni kudhibiti ubora wa mbolea nchini, lakini sambamba zile za viwandani, zile zingine ambazo zinatengenezwa na hizi ambazo ni za tunasema mbolea hai. Kwa hiyo jukumu letu kama mamlaka ni kuwezesha biashara ya mbolea, na hivi tunavyoongea, kwa mfano tumeweza kusajili mbolea mbalimbali ambazo ziko kwenye mzunguko ambapo zinaendelea kununuliwa na wakulima. Zipo za maji almaarufu kama booster, lakini zipo vile hizi za punje au mbolea ngumu ambazo zipo zinaendelea kusambazwa na wakulima. Kwa mfano hivi tunaweza kuongea, kuna mbolea ambazo zinasambazwa na kiwanda cha Hakika au Guavei ambao wamezalisha mbolea inaitwa NPK ya avocado na NPK zingine ambazo zinatumika kwenye mazao mengine. Na mbolea hizi zipo tayari kwenye utekelezaji wa mpango wa ruzuku. Kwa hiyo mkulima anazipata kupitia ule utekelezaji wa mpango wa ruzuku. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote.